Hello na kukaribisha tena katika channel hii ya Rita Finance, ambapo tunazungumza masuala mbalimbali ya fedha pamoja na ya kijamii. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, karibu, na kama huja subscribe, tafadhali fanya hivyo, subscribe katika channel hii. Share pia hii video na marafiki zako, washikaji wenzako, wafanyakazi, wapendwa wako na mtu yote ule ambaye unadhani atanufaika na mafundisho ambayo yanatolewa katika channel hii. Usisahau basi kulike hii video pamoja na kubonyeza ile kengele ya notification ili uweze kupata taarifa pale ambapo tuna upload video mpya katika channel hii. Jina langu mimi ni Rita JL na karibu ungane nami. Katika episode hii ya leo, ningependa tujifunze kidogo kuhusiana na maraisi wa Marekani ambao waliuawa au wale walionusurika kuuawa wakati wakiwa wagombea. Utakumbuka basi mwaka jana wakati wa kampeni za uchaguzi, Rais Donald Trump alinusurika na risasi ambayo ilimchubua tu katika sikio na hakuweza kuuawa. Sasa mashambulizi haya ya risasi kwa taifa la Marekani ama katika siasa za Marekani si jambo geni sana, kwani yameshatokea huko miaka ya nyuma. Sasa katika episode hii tutajifunza baadhi ya maraisi ambao waliuawa kwa mashambulizi haya ya kupigwa risasi na ambao pia walinusurika kuuawa wakati wakiwa wagombea. Karibu ungane nami katika episode hii ya leo. Rais wa kwanza ni Abraham Lincoln, ambaye ni rais wa 16 wa Marekani, ambaye alizaliwa tarehe 12 Februari mwaka 1809 huko Kentucky, USA, na alifariki dunia Aprili 15 mwaka 1865 huko Washington DC. Kama alivyokuambia, alikuwa ni rais wa 16 ambaye urais wake ulidumu kati ya mwaka 1861 hadi mwaka 1865, na anajulikana sana katika kuulinda ule umoja ama the Union na kuliongoza taifa la Marekani kipindi cha zile vita vya wenyewe kwa wenyewe, the American Civil War, na hatimaye kuleta ukombozi dhidi ya watumwa. Aliweza kuenslave watu wengi sana katika taifa la Marekani. Abraham Lincoln alikuwa rais wa kwanza kuuawa na alipigwa risasi na John Wilkes Booth April 14 mwaka 1865, wakati yeye na mke wake Mary Todd Lincoln walipohudhuria onyesho maalum la vichekesho ambalo lilikwenda kwa jina la Our American Cousin kwenye ukumbi wa michezo wa Ford huko Washington. Lincoln alipelekwa kwenye nyumba iliyo kando ya barabara kutoka kwenye ukumbi huo kwa ajili ya matibabu baada ya kupigwa risasi nyuma ya kichwa. Alifariki dunia asubuhi yake iliyofuata. Sababu za mauaji yake ya Lincoln ilikuwa ni yeye kuunga mkono haki za watu weusi. Ndio iliyotajwa kama sababu kuu iliyopelekea mauaji yake, kwani miaka miwili kabla ya mauaji hayo, wakati ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, the American Civil War, kuhusu watumwa, Lincoln alitoa tangazo la uhuru wa watumwa ndani ya the Union, yani shirikisho. Lincoln alirithiwa na makamu wa rais
Andrew Johnson. Aliyemuua Rais Abraham Lincoln, yani John Wilkes Booth, naye alipigwa risasi na kuuawa Aprili 26 mwaka 1865 baada ya kukutwa amejificha kwenye nyumba ya shamba huko Bowling Green, Virginia. Rais wa pili ni James Garfield, rais wa 20 wa Marekani, ambaye alizaliwa tarehe 19 Novemba mwaka 1831 huko Orange, Ohio, USA, na alifariki Septemba 19 mwaka 1881. Alikuwa ni rais wa 20 wa Marekani. Ni rais ambaye muhula wake wa pili ndio umekuwa muhula mfupi sana katika historia ya Marekani, kwani aliongoza muhula wa pili kuanzia March 4 hadi Septemba 19 mwaka 1881. Garfield alikuwa ni rais wa pili kuuawa nchini Marekani na ilikuwa ni miezi 6 baada ya kuchukua madaraka. Garfield alikuwa akitembea kwenye kituo cha treni huko Washington mwezi Julai 2 mwaka 1881 ili kupanda treni kwenda New England, na alipigwa risasi na Charles Gatewood. Alexander Graham Bell, mvumbuzi wa simu, alijaribu bila kufaulu kuitoa risasi iliyokuwa kwenye kifua cha Garfield kwa kutumia kifaa maalum alichokibuni. Rais alijeruhiwa vibaya sana na alitibiwa katika ikulu ya White House kwa wiki kadhaa, lakini alikufa mwezi Septemba. Garfield alirithiwa na makamu wa rais Chester Arthur. Gatewood, mtu ambaye alimpiga risasi, alipatikana na hatia na kuuawa Juni mwaka 1882. Rais wa tatu wa Marekani kuuawa kwa risasi alikuwa ni William McKinley, rais wa 25 wa Marekani, ambaye alizaliwa tarehe 29 Januari mwaka 1843 huko Ohio, USA, na alifariki dunia Septemba 14 mwaka 1901 huko Buffalo, New York, na ni rais wa 25 wa Marekani ambaye muhula wake ulikuwa ni kuanzia mwaka 1897 hadi mwaka 1901. McKinley alipigwa risasi baada ya kumaliza hotuba yake huko Buffalo, New York, ambapo ilikuwa ni Septemba 6 mwaka 1901, wakati akipeana mikono na watu waliokuwa kwenye mstari. Mwanamume mmoja alifyatua risasi mara 2 kifuani kwake alipomkaribia. Madaktari walikuwa wanatarajia kwamba McKinley angepona, lakini kutokana na uozo uliotokea karibu na majeraha ya risasi, McKinley alikufa Septemba 14 mwaka 1901, na hii ilikuwa ni miezi 6 baada ya kuanza muhula wake wa pili. Alirithiwa na makamu wa rais, alikuwa anaitwa Rais Theodore Roosevelt. Leon F. Zogos, kijana asiye na ajira, mkazi wa Detroit, aliyekuwa na umri wa miaka 28, alikiri kwamba ndiye aliyempiga risasi Rais McKinley. Zoglos alipatikana na hatia na kuuawa katika kiti cha umeme Oktoba 29 mwaka 1901. Rais wa 4 ni Franklin D. Roosevelt, rais wa 32 wa Marekani. Franklin D. Roosevelt alizaliwa tarehe 30 Januari mwaka 1882 huko New York, USA. Alifariki dunia Aprili 12 mwaka 1945 huko Georgia. Huyu alikuwa ni rais wa 32 wa Marekani na aliyehudumu kati ya mwaka 1933 hadi mwaka 1945. Ndiye rais wa pekee ambaye ameiongoza Marekani kwa mihula 4. Wanamuita ni the longest serving US president. Roosevelt anajulikana sana kwa kuiongoza Marekani dhidi ya matukio makubwa mawili yaliyotokea katika karne ya 20. Kwanza ni the Great Depression ambayo ilitokea kati ya mwaka 1929 hadi mwaka 1939, ambapo kulitokea kuporomoka kwa uchumi wa dunia.
pia aliongoza Marekani wakati wa vita kuu ya pili ya dunia ya mwaka 1939 hadi mwaka 1945. Roosevelt wakati huo akiwa rais mteule, yani president elect, baada tu ya kutoa hotuba huko Miami, ndipo risasi zilisikika nyuma ya gari lake lililokuwa wazi. Roosevelt hakujeruhiwa katika shambulio hilo la Februari mwaka 1933, lakini lilimuua meya wa Chicago Anton Cermak. Giuseppe Zangara alipatikana na hatia na kuhukumiwa kifo. Watano ni Harry Truman, rais wa 33 wa Marekani, ambaye alizaliwa Mei 8 mwaka 1884 huko USA na alifariki dunia Disemba 26 mwaka 1972. Huyu alikuwa ni rais wa 33 wa Marekani ambaye muhula wake ulikuwa ni kati ya mwaka 1945 hadi mwaka 1953. Truman alikuwa akiishi Blair House iliyokuwa ngambo ya barabara kutoka White House. Novemba mwaka 1950, watu wawili wenye silaha walivamia nyumba yake. Truman hakujeruhiwa, lakini polisi wa ikulu ya Marekani na mshambuliaji mmoja waliuawa katika mashindano ya kurushiana risasi. Polisi wengine wawili wa ikulu pia walijeruhiwa. Oscar Collazo alikamatwa na kuhukumiwa hukumu ya kifo, lakini mwaka 1952 Truman huyo alibadilisha hukumu yake na kuwa hukumu ya kifungo cha maisha jela. Baadaye Oscar aliachiliwa huru kutoka gerezani mwaka 1979 na Rais Jimmy Carter. Rais wa 6 ni John F. Kennedy, rais wa 35 wa Marekani. Kennedy aliuawa kwa kupiga risasi na muuaji alikuwa amejificha alipokuwa ziarani huko Dallas mwezi Novemba mwaka 1963 akiwa na mke wake Jacqueline Kennedy. Milio ya risasi ilisikika katika msafara wa rais akipita Dealey Plaza katikati ya jiji la Dallas. Kennedy alikimbizwa katika hospitali ya Parkland Memorial ambapo alifariki dunia muda mfupi baadaye. Kennedy alirithiwa na makamu wa rais Lyndon B. Johnson ambaye aliapishwa katika chumba cha mkutano ndani ya Air Force One. Ndiye rais pekee wa Marekani aliyekula kiapo cha urais ndani ya ndege. Saa chache baada ya mauaji hayo, polisi walimkamata Lee Harvey Oswald baada ya kupata makasha ya risasi ya mshambuliaji huyo katika jengo la karibu la Texas School Book Depository. Siku mbili baadaye, wakati Oswald akitolewa katika makao makuu ya polisi na kuhamishwa katika jela nyingine, Oswald alifanya jaribio la kutoroka ambapo Jack Ruby aliyekuwa ni mmiliki ya klabu ya usiku alimwendea Oswald na kumpiga risasi na kumuua. Hivyo Ruby alipatikana pia na hatia ya kumuua Oswald, na Oswald hakuweza kusimama kizimbani dhidi ya kesi hiyo ya kumuua Rais Kennedy kutokana na yeye kuuawa na Ruby. Ruby alipatikana na hatia ya mauaji Machi 14 mwaka 1964 na alihukumiwa kifo. Mwaka 1966 alikata rufaa dhidi ya hukumu huyo, lakini kabla ya hukumu yake kusikilizwa, Ruby alifariki dunia Januari 3 mwaka 1967 kwa sababu ya blood clot ambayo ilikuwa imesababishwa na ugonjwa wa kansa. Rais wa 7 ni Gerald Ford, rais wa 38 wa Marekani ambaye alizaliwa Julai 14 mwaka 1913.
huko USA na kufariki Disemba 26 mwaka 2006 huko California, na alikuwa ni rais wa 38 wa Marekani aliyeongoza kati ya mwaka 1974 hadi mwaka 1977. Ford alinusurika majaribio mawili ya kuuawa ndani ya wiki kadhaa ndani ya mwaka 1975 na hakujeruhiwa katika majaribio yote. Katika jaribio la kwanza, wakati Ford akielekea kwenye mkutano na gavana California huko Sacramento, mwanachama wa genge la mhalifu Charles Manson aliyeitwa Lynette ama Squeaky alijipenyeza kwenye umati wa watu barabarani na akachomoa bastola na kuielekeza kwa Ford, lakini alipofyatua bastola yake, ile bastola haikufyatuka. Lynette Squeaky Fromm alihukumiwa kifo na kuachiwa huru mwaka 2009. Jaribio la pili la kumuua Gerald Ford ilikuwa ni siku 17 baadaye. Kuna mwanamke mwingine alikuwa anaitwa kwa jina la Sarah John Moore. Alimshambulia Ford nje ya hoteli huko San Francisco. Moore alifyatua risasi moja na ikamkosa, lakini alipojaribu kufyatua risasi ya pili, kulikuwa na mpita njia aliyekuwa karibu yake na alimshika mkono wake, hivyo akashindwa kufyatua risasi ya pili. Moore naye alifungwa gerezani na kuachiwa huru mwaka 2007. Rais wa 8 ni Ronald Reagan, rais wa 40 wa Marekani, aliyezaliwa tarehe 6 Februari mwaka 1911 huko USA na kufariki Juni 5 mwaka 2004 huko Los Angeles, California, na alikuwa ni rais wa 40 wa Marekani kati ya mwaka 1981 hadi mwaka 1989. Huyu ni rais pekee ambaye alikuwa ni mcheza filamu pekee kuwa rais. Reagan, baada ya hotuba yake huko Washington DC mwezi Machi mwaka 1981, wakati akielekea kwenye gari lake la msafara, alipigwa risasi na John Hinckley Jr. aliyekuwa kwenye umati wa watu. Reagan alipona risasi hiyo, lakini watu wengine watatu walipigwa risasi vile vile, ikiwa ni pamoja na mwandishi wake wa habari James Bradley ambaye alipooza kwa risasi hiyo. Hinckley alikamatwa na kuzuiliwa katika hospitali ya wagonjwa wa akili baada ya mahakama kumkuta hana hatia kwa sababu ya ugonjwa wa akili. Mwaka 2022 Hinckley aliachiliwa kutoka kwenye usimamizi wa mahakama baada ya hakimu kuona kuwa hakuwa na hatari tena kwake mwenyewe wala kwa watu wengine. Rais mwingine aliyenusurika kuuawa ni George W. Bush. Huyu alikuwa ni rais wa 43 wa Marekani ambaye alizaliwa Julai 6 mwaka 1946 huko Marekani, na anakumbukwa sana kama rais wa 43 kuiongoza nchi hiyo kuanzia mwaka 2001 hadi mwaka 2009, na anakumbukwa kwa lile tukio alipoiongoza nchi yake dhidi ya tukio lile la September 11 na terrorist attack lililotokea kwenye yale majengo mawili ya kibiashara ya Pentagon, na pia anakumbukwa kwa kuanzisha vita ile dhidi ya Iraq, the Iraq wa mwaka 2003. Utakumbuka kwamba George W. Bush kwenye kuingia kwenye urais, uchaguzi huo ulikuwa na hisia kali tofauti dhidi ya mpinzani wake Al Gore, na katika historia ya Marekani George W. Bush ndiye amekuwa ni rais wa urais japokuwa alipoteza katika zile kura za maoni. He lost the national popular vote. Kabla ya kuwa rais, George W. Bush alikuwa ni mfanyabiashara na alikuwa ni governor wa Texas kuanzia mwaka 1995 hadi mwaka wa 2000. Sasa Rais Bush alikuwa akihudhuria mkutano wa hadhara huko Tbilisi mwaka 2005 pamoja na Rais Georgia Mikhail Saakashvili wakati bomu la kutupa kwa mkono liliporushwa kwake.
Marais wote wawili walikuwa nyuma ya kizuizi cha kuzuia risasi wakati guruneti lililofunikwa kwa kitambaa liliporushwa umbali wa futi 100. Guruneti hilo halikulipuka na hakuna mtu yeyote aliyejeruhiwa. Mhusika wa tukio hilo alijulikana kuwa ni Vladimir Arutyunian ambaye alipatikana na hatia na kufungwa kifungo cha maisha jela. Rais mwingine aliyenusurika alikuwa ni Theodore Roosevelt. Huyu alizaliwa Oktoba 27 mwaka 1852 huko New York na alifariki Januari 6 mwaka 1919 huko New York pia. Alikuwa ni rais wa 26 wa Marekani. Alitawala kati ya mwaka 1901 hadi mwaka 1909. Sasa Oktoba 14 mwaka 1912 Theodore Roosevelt alipona katika jaribio la kumuua kwa sababu alikuwa kwenye kampeni zake za kutafuta comeback. Huyu alikuwa ameshamaliza muhula wake miwili, akawa anarudi tena kutafuta uraisi katika muhula wa 3. Rais huyo wa zamani alipigwa risasi huko Milwaukee mwaka 1912 alipokuwa akifanya kampeni za kurejea tena ikulu ya Marekani. Hii ni kama miaka 113 iliyopita, kwani Theodore Roosevelt alipokuwa akifanya hizo kampeni na alipigwa risasi kifuani. Lakini cha kushangaza, Theodore Roosevelt aliendelea na hotuba yake kama kawaida akiwa na risasi kifuani. Sasa kulikuwa na kikaratasi kidogo kilichokuwa kimekunjwa na kikasha cha chuma cha miwani kwenye mfuko wake wa mbele hapa kwenye shati, ambao ndio ulipunguza athari za risasi na hivyo hakuumia sana. Theodore Roosevelt ambaye huyu ni anatomist, mtu wa medical na biological scientist ambaye amesoma hizi structures za mwili wa binadamu, aliendelea hotuba yake na kusema kwamba aliendelea kutoa hotuba yake kwa kuwa aliconclude kwamba kwa kuwa hakuwa na kohoa damu, alijua kwamba ile risasi haijafika kwenye mapafu yake, na pamoja na hayo alikataa pia ushauri aliokuwa amepewa wa kwenda hospitali. Ndio maana akaendelea na speech yake huku damu zikitoka tu kidogo juu ya shati, kwani ile risasi ilikuwa tu imemkwaruza na haikupenya ndani. John Schwarzkopf alikamatwa na kukaa katika hospitali ya wagonjwa wa akili maisha yake yote. Wa 11 ni Robert F. Kennedy ambaye huyu alikuwa ni mgombea wa uraisi ambaye alizaliwa tarehe 20 Novemba mwaka 1925 na kufariki Juni 6 mwaka 1968. Kennedy alikuwa akitafuta uteuzi wa uraisi kupitia chama cha Democratic alipouawa katika hoteli ya Los Angeles muda mfupi baada ya kutoa hotuba yake ya ushindi katika kushinda mchujo wa jimbo la California mwaka 1968. Kennedy alikuwa seneta wa Marekani kutoka New York na ni ndugu wa Rais John F. Kennedy ambaye alikuwa ameuawa miaka 5 kabla. Katika tukio hilo watu wengine 5 walijeruhiwa kwa risasi. Sirhan alipatikana na hatia ya mauaji na kuhukumiwa kifo. Baadaye ilibadilishwa na kuwa kifungo cha maisha jela. Sirhan bado yupo jela mpaka leo baada ya ombi lake la kuachiwa huru kukataliwa mwaka 2022 na gavana wa California Gavin Newsom. Kwa sasa Sirhan ana umri wa miaka 80. Wa mwisho ni George C. Wallace ambaye huyu ni mgombea wa uraisi. Wallace alikuwa akitafuta uteuzi wa uraisi kupitia chama cha Democratic wakati alipopigwa risasi katika kampeni huko Maryland mwaka 1972, tukio ambalo lilimfanya kupooza kutoka kiunoni kwenda chini. Wallace alikuwa gavana wa Alabama. Alikuwa maarufu kwa maoni yake ya kibaguzi ambayo baadaye alikuja kuachana nayo.
Arthur Bremer alipatikana na hatia na kuhukumiwa kifo, lakini baadaye aliachiwa huru mwaka 2007. Asante sana kwa kunisikiliza. Basi hiyo ndio list ya marais pamoja na wagombea wa urais ambao wengine waliuawa na wengine walinusurika kuuawa katika mbio za kutafuta urais. Mimi jina langu ni Rita JL. Endelea kuwa nami and keep it locked with the Rita series.